Yes, tumeweza kumpata mojawapo ya waigizaji wa Kombolela almaarufu Tukae Kikala. Mambo vipi? Namshukuru Mungu, alhamdulillah. Naona alhamdulillah umeshaini. Kawaida ndio maisha yetu. Si unajua sisi watu watemeke wabishi. Yaani wavumi lakini tumo na sisi tumo. Hii style ni wewe mwenyewe au kuna mtu anakuvalisha? Hii style nilovaa? Ni mimi mwenyewe, hakuna mtu yote alionivalisha. Tunaonekana una kipaji sana cha kuimba Kikongo. Ulishawahi kukaa Kongo au? Kwanza kabla sijakaa Kongo mimi tayari hii muziki nilikuwa naipenda kutoka kwa enzi ya babangu. Babangu anapenda sana hizi nyimbo, akanifanya na mimi nikawa nazipenda. Kwa hiyo na nilivyoenda Kongo ndo ikawa ndo kabisa mle. Ukizungumzia waigizaji wa Kombolela ambao wapo wana ukaribu sana, huwezi kumwacha kumtaja Siwa Kikala na Tukae Kikala. Kuna ukaribu gani kati yenu? Yaani mimi ninachoshukuru Mungu, nahisi kazi baada ya kufanya kazi kwa muda kidogo kwa tumebondi, tumekuwa kama familia tu kweli. Mtu akiwa na jambo lake mtu anashikilia kabisa, yani anaumia kama la kwake na mwingine hivyo. Kwa nashukuru, yani Kombolela imetukutanisha, imetufanya tu wote tumekuwa kama familia moja, na ni kweli tuko hivyo kama familia. Kwa hiyo hamna undugu wote? Hatuna undugu zaidi ya kazi. Kazi tunashukuru ndio tumekuwa ndugu, kwa sababu kazi imetukutanisha. Baada ya kutukutanisha tumebondi, tumekuwa familia, tumekuwa undugu. Unajua watu undugu sio lazima mzaliwe tumbo moja. Unaweza ukaja kukutana na mtu tu katika shida iwe katika lakini mkabondi, mwisho wa siku mkawa kama kitu kimoja, kama familia moja. Kwa hiyo mimi nashukuru Mungu, sisi wote Kombolela yote sisi ni familia. Mtaani tunasikia tetesi kwamba waigizaji wa Kombolela wanalipwa milioni 2, ni kweli? Wanalipwa milioni 2 na nani sasa? Kwa yani mnalipwa na tajiri wenu Abduli. Wewe umemsikia nani? Na ndio maana nataka udhihirishe kwamba ni kweli taarifa hizi. Kumbe wewe mwenyewe umezisikia, huna uhakika. Basi achana nayo, pige chini. Hamna kitu kama hicho. Unafuatilia mitandao ya kijamii? Sio sana. Mtoto wa shoga yako au mwigizaji mwenzako ndoa yake imeweza kuvunjika, wewe unalipi la kuzungumzia kuhusu hilo? Kwa kweli pamoja nilishasema ndio familia, lakini ukiwa kama dada. Yes, sio kama dada, kama mama. Mtu wa nje hawezi kujua, lakini sisi wa ndani ndio tunajua nini. Na hii chokochoko imeanza muda sana, na huyu mtoto ni amekaa amevumilia, unajua mpaka kaamua kuweka hivi hewani kwamba kashaona ameshamfika hapa. Kwa hiyo ndio bado tunaambiwa, hata wazazi wetu wanatuambia mtu akishaishi nje na mwanaume akikwambia mimi naomba bwana mama, naomba niacheni nirudi, naomba niacheni nirudi, naweza nikanywa sumu. Mzazi tumeshatoka wagele kama mtoto wangu atakuwa na tatizo au kuna kitu gani, kwa nini? Umeona? Lakini muhusika ndo anajua madhira anayopata pale anapoishi na yule mwanaume. Kwa hiyo unatuaminisha kwamba tatizo lilikuwa ni kwa mwanaume, sio mwanamke? Tatizo ni kwa mwanaume, tatizo ni kwa mwanaume. Pia siwezi nikajadili 100% mwanaume naye sijui madhaifu yake, au mtoto wangu nikasema nampendelea sana mtoto wangu, ila ni vitu ambavyo tayari alishakuja alishalalamika hata mbele yangu mimi, sio zaidi ya mara moja wala zaidi ya mara mbili. Hivi kwenye safari yako ya uigizaji kuna uhusika ambao ulishaucheza, yani ukaona huu umenikolea sana, yani umegusa maisha yangu? Kwa kweli hapana, sidhani. Na ushawahi kukataa uhusika wote? Siwezi kukataa uhusika kwa sababu ile ndo kazi yangu. Unapokuwa msanii mpaka mtu ame-appreciate, amekuita kwenye kazi yake, ni kwamba amekukubali, kashaangalia kazi zako, anajua kwamba huyu anamwamini, nikimpa kazi yangu sehemu yoyote, pati yoyote, naamini atafanya tu vizuri. Kwa hiyo mimi nikipewa pati yoyote tu, ili mradi tu nisitoke nje ya maadili ambayo ya Tanzania, na mimi mwenyewe kaniasili mimi kwa upande wangu na familia yangu na watoto wangu. Hivi umaarufu na nafasi gani kwenye maisha yako? Maisha ya umaarufu yakoje? Maisha ya umaarufu kuna muda yana faida, kuna muda yanakugharimu. Kwa kivipi yani? Yanakugharimu. 99% hapa Tanzania tunaishi maisha yetu ya kawaida sana.
Sasa kutokana na ufinyu mdogo wa fikra na mawazo, mwingine anapokuona pale kwenye TV anajua ndio maisha yako halisi, ndio unaishi hivi. Kumbe mimi ni kama mtu anapotoka nyumbani asubuhi anaenda ofisini, then anarudi nyumbani anaishi na familia yake. Na mwigizaji ni hivyo hivyo, lakini mtu mwingine elewi, anajua anaona yule anavyoigiza yale maisha ndio hivyo anavyoishi, umeona. Lakini mimi pale niko kazini, baada pale nina maisha mengine tofauti kabisa. Inanigauli kivipi sasa? Unapoingia umepanda kwenye daladala, kwa hiyo inabidi na kukosti sasa, yani kwa sababu yani zile kaeka za mashabiki. Ni mashabiki wako wakishakuona ile huyu kakuao kafanyaje na uwezi kuacha, inabidi sasa mwisho wa siku unaona sasa hii matokeo ndio mtu anamwona mtu yuko na bodaboda, mtu yuko na bajaji, mtu atakodi gari, umeona? Iko nje ya budget, lakini kutokana sasa na lile jina hana jinsi, inabidi aishi maisha hayo. Maana tunasikia wengine wanavaa nikabu, hataki kuonekana. Mimi mwenyewe namba moja, yani waga sasa hivi navaa nikabu kuliko unavyofikiria. Yani mpaka hata nimezoea, umeona kama hapa yeye nimekuja kwenye pochi. Nikabu nayo iko kwenye pochi, nikaitoa kwenye pochi. Yapo nimekuja na bajaji kutoka nyumbani, lakini nimeshazoea kwenye pochi yangu tutembea lazima ukutane na nikabu. Siwa Kikala ni mwigizaji mwenzako, lakini kwa muda mchache tunaona anapiga hatua kimafanikio. Ameanzisha Siwa Entertainment na sasa hivi ameanzisha Siwa TV ambao wanafanya interview. Una lipi la kumshauri? Yaani binafsi kwanza sio kumshauri, nampa big up kwa sababu ni mwanamke mpambanaji na ndio inapotakiwa namna hiyo. Ukiona mwenzako ana move kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, unatakiwa umpe hongera. Kwanza kingine anakupa hata chachu mwingine akili yako ambayo imelala kwamba kumbe sitaki kuishi hivi, natakiwa niishi hivi. Kwa hiyo hata ukiangalia sasa hivi kwenye Tanzania yetu, kwenye serikali yetu ya Tanzania, angalia hata bungeni wanawake wamekuwa wengi sana, viongozi wanawake wamekuwa wengi sana, umeona. Tukianza na rais wetu wa Tanzania, nenda amezidi kutupa ni chachu na kipaumbele kwamba kumbe wanawake tunaweza. Kwa sasa hivi na sisi tumekuwa tunabato na wanaume. Wape neno moja mashabiki zako, wategemeni ni kutoka kwa Tukae. Mashabiki zangu ninapenda na nitaendelea kuwapenda, waendelee kuangalia kazi zangu na waahidi sitowaangusha, nitaleta vitu vingi vizuri zaidi ya hivi. Upatikanaji wako kwenye mitandao ya kijamii? Mimi napatikana TikTok, ukiandika Tukae unanikuta. Ukija Instagram Winter Tukae wa Kombolela unanipata. Hivyo. Basi nikushukuru sana.